Wiki mbili baada ya kujifungua, Sandra alirudi kwenye kibanda cha mama Rehema. Alikuwa bado dhaifu, lakini hakuwa na chaguo kwa sababu mtoto wake Baraka alihitaji maziwa, dawa na nguo. Kila siku alikesha akimbembeleza mtoto wake Baraka kwa sababu alikuwa akilia mara kwa mara. Siku moja mama Rehema alimuita Sandra na kumwambia, "Sandra, pole sana mwanangu, lakini biashara hii ni ndogo, haiwezi kutulisha wote kwa muda mrefu." Sandra alitabasamu kwa uchungu na kumwambia, "Naelewa mama, nitatafuta kazi nyingine." Asubuhi iliyofuata, Sandra alimbeba mtoto wake mgongoni na kuanza kutembea mtaani kutafuta kazi. Aliingia kwenye nyumba moja na kusema, "Shikamoo mama, natafuta kazi yoyote, hata ya kufua nguo." Mwenye nyumba akamtazama kuanzia juu mpaka chini na kumwambia, "Una mtoto mdogo, utamudu kweli kazi?" Sandra akajibu kwa sauti ya chini, "Nitafanya kwa bidii mama." Lakini alikataliwa. Alienda nyumba ya pili, alikataliwa. Alienda nyumba ya tatu, alikataliwa tena. Jioni ilipofika, akiwa amechoka na mwenye njaa, Baraka alianza kulia kwa sauti kubwa. Sandra aliketi chini ya mti mmoja kando ya barabara na kumkumbatia mwanae huku machozi yakimtiririka. Sandra alijisemea, "Samahani mwanangu, mama hana hata fedha ya kukununulia maziwa." Watu walikuwa wakipita lakini hakuna aliyesimama. Dakika chache baadaye, mama mmoja aliyekuwa akiuza vitafunwa alimsogelea. Alimpa chupa ya maziwa na mkate na kumwambia, "Mwanangu, usione aibu kupokea msaada. Leo mimi nakusaidia, kesho utamsaidia mtu mwingine." Sandra alilia kwa furaha. Kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi, alihisi bado kulikuwa kuna watu wenye moyo wa huruma. Lakini usiku huo aliporudi kibandani kwa mama Rehema, alimkuta mama Rehema akiwa na uso wa huzuni. Mama Rehema alimwambia, "Sandra, mwenye eneo hili amenipa siku 7 nihame. Sina uwezo wa kulipa kodi." Sandra alihisi miguu yote ikilegea. Akauliza kwa hofu, "Mama, sasa tukiondoka hapa mimi na Baraka tutalala wapi?" Mama Rehema hakujibu. Kimya kilitawala kidogo. Sandra alimkumbatia mtoto wake kwa nguvu huku machozi yakimdondoka. Hakujua tena kesho ingekuwaje. Je, Sandra na Baraka watapata sehemu ya kuishi au watajikuta wakilala barabarani? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi ya safari ya Sandra. Hii inaitwa OES TV. Usisahau kusubscribe na turn on notification. Mimi naitwa Fungo Arnold na hii ni This Is My Story. Keep it up man.